السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وصلاة الله مع سلامه على سيد الأنبياء والمرسلين والأولياء والأتقياء والشهداء وصالحين المصطفى محمد. Kuelekea sote sasa tunamshukuru Allah katika majlisi haya mashahi ta'ala. Assalamu al-mu'min al-muhaymin العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العالم الخابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم غفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول آخر الولي المتعالي البر التواب المنعم المنتقم الرؤوف مالك الملك والإكرام رب المقسط الجامع الغني المغني نافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد صبور. أنت الله الرشيد صبور يا الله. لغزانgu السلام قبل الكلام wale juu yangu kiumri shikamoni wote na wale chini yangu mimi nimezidi juu marhaba. Allahu akbar. Wasitie uzito Uislamu jamaa. Mzee Adam alayhi salam baada kupulizwa roho na malaika walimkataza Allah wamziwia Allah. Allahu akbar. Allahu alim. Akaambia msicheze na mimi najua zaidi kuliko nyinyi. Namweka khalifa katika ardhi. Anaumba Adam mfinyanzi ambao uliochukuliwa kila mahala ili tupate kubadilika rangi ya maumbile yetu, akuchukua mahala pamoja upatikane weusi, weupe, wekundu na kadhalika, na tupate kukhalifiana al-alsina, ndimi zetu, lugha zetu, tumswalie mtume. Allahumma salli. Limefinywanga dongo lile kwa kudra yake Allah subhanahu wa ta'ala dhira 60. Ndio dongo lenyewe lile dhira 60, sio kilikuwa kidongo kidogo alafu akakua tena. Adamu hakukuwa kwenda mbele. Ndio Allah. Adamu baada dhira 60. Hebu tuangalie wewe ulivyo sasa, ndio bado wafupi watakuja. Hii ni akhiri zama. Chakula na kuona alikokuwa anaona macho yake Adam na nguvu alizokuwa nazo Adam alayhi salam zinazidi kutitia alana mpaka sasa. Kumekuwa vijidudu tunayekwenda chini, nguvu ya kula, nguvu ya mwili, nguvu yani na kuona na akili zetu zarudi chini. Tumsalie mtume. Assalamu qabla al-kalami. Maana ni heshima, na ukitaka heshima dalili ni hiyo. Baada ya pale wale kukataa na Mwenyezi Mungu kishamfanya ampulizie inshallah roho. Allahu akbar. Adam huwa ni kitu kinachotoa pumzi dongo lile. Tunakata darasa wallahi akadhihirisha kwa kudura yake vilivyokuwa vitajwe kwa majina kimoja kimoja. Wakaambiwa malaika tajeni hivi. Adam kudura inaandika sasa tajeni vitu hivi. Wakasema si hatujui kiasi cha ilmu ambayo tulionayo hatuwezi tukaweza kuvitaja hivyo vitu. Sisi tunajua yale uliyotufundisha baadhi tu. Tumswalie mtume.
Akaambiwa Adam alayhi salam, hebu watajieni. Akaanza Adam kimoja baada ya kimoja. Allahu akbar. Kama unajua wewe vilivyokuwepo katika ardhi, katika anga ya dunia hii au katika sayari ya dunia hii, akataja bila kusinzia kimoja kimoja. Baada ya kufikia hivyo, malaika wameemewa, ndipo pale akatoa sharti kwamba madhali mmezidi kuwa nyinyi hamna ilmu kuliko hushimu, mumsujudie. Sio sijida ya ibada ya kumheshimu Adamu alayhi salam kwa kile alichozidi ilmu. Tumsalie Mtume. اللهم صل وسلم. السلام قبل الكلام. من بدأ الكلام قبل السلام فعليك عليه بالسلام. Tumsalie Mtume. Akianza tu bwana, habari za nyumbani bwana. Mwambie asalamu alaykum bwana. Tumsalie Mtume. Mtume kazi gani kaja? Mtume lazima tumueleze kwamba tusiseme sifa. Zungumza sasa bwana, tunageuza namna ya nui ya hadhara kama hizi, watatucheka. Kazi yetu kumsifu tu Mtume. Unamsifu huyu kiongozi, kafanya nini? Mtume Muhammad kazaliwa Maka al-Mukarram, kaishi Maka, wakamzomea, wakamsukuma, wakampiga, wakamtukana, wakafanya kila njia Mtume akose raha. Mtume, ondokae we Mtume Maka, uende mji wa Madina. Ondokae we Mtume Maka, uende mji wa Madina. Makuraishi ni adui zako, Makuraishi ni adui zako, watadhulumu roho yako. Makuraishi ni adui zako Muhammad, Makuraishi ni adui zako, watadhulumu roho yako. Sikia ewe nabia, Jibril alimwambia, alikuwa Jibril safarini, ndani ya safari ya Madina, ndio anampa habari. Sikia ewe nabia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Jibril alimwambia, hata wewe Muhammad uende huko Madina, hiyo ni amri ya Mola wako. Hata wewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam uende huko Madina, hiyo ni amri ya Mola wako. Nenda huko, lakini hii ni amri tu ya Allah. Tunaondoka na ushehe wako, tunaondoka na kwamba wewe Rasulullahi. Hivi mtu akiondoka na ushauri wake akienda huko Mbwemkuru sana, anaenda na ushauri wake, watampenda Mbwemkuru. Arsalnaka ila rahmatan lil alamin, ba'athahu Allah ta'ala ila kafati al-khalqi. Mtume si wasongea Njombe, Lindi, Mtwara wa dunia. Ba'athahu Allah ta'ala ila kafati al-khalqi min hidayah wa litakmili ma'ashihim wa ma'adihim. Tumsalie Mtume. Na mtu anambughudhi Mtume Muhammad au anabughudhi vikao kama hivi, muogope hata kumwozesha mtoto wake. Mtoto wake ustaarabu, kafilisika huyu gogo tu, hana ustaarabu. Ustaarabu utaupata wapi? Na ustaarabu ameletwa Mtume Muhammad, ukarimu kaletwa Mtume Muhammad. Ndio maana huyu Mtume Sayyidul Anbiya, سيد الأنبياء والمرسلين والأولياء والأتقياء والشهداء والصالحين. Komba vyeo vyote vile Mtume Muhammad yujuu zaidi ni rais. Allahu salli wa sallim alayhi. Tumsalie Mtume. Ndio huyu tunayemsema hapa tukimsifu hapa. Alafu atokee mtu, Mtume kwa nini wanakusanyika wale ubwabwa? Alafu sijui yeye ubwabwa ndio ilmu yenyewe ubwabwa. Jamani.
Mtume Muhammad kaja ni bashira wa nadhira wa siraja munira. Mtume Muhammad ameshika malaika. Unaona hata juu kuna lenga kuonyesha na nyinyi fungo la mvua mnalo. Tumsalie Mtume. Akamidha ya jua limetulia. Angalia maana sijui Allahu Akbar. Jamani, mimi sizungumzi na mikono kwamba nazungumza naiambia mikono naiambia miguu, hapana. Mimi natuzungumza na vichwa. Vichwa vyetu na masikio mawili, kuna macho mawili, kuna pua tundu mbili. Sio hivi, kuna ulimi na kuna madini ya ajabu. Ng'ombe hana. Kuna moyo. Kuna ubongo. Kuweza kuchambua. Jamani, ng'ombe leo si mnafahamu ng'ombe? Sio tunafahamu. Mimi nafahamu. Tumiwa tu tukijua jambo hili sasa hivi tunakokota vibaya, inshallah tunafanya maandamano. Mimi sijakuta mbuzi wanafanya maandamano, kuku wanafanya maandamano, kusema sasa hivi karibu wanafika wapi? Wanakwenda kwa Makufuli, wako Rufiji sijui, wako Muhoro sijui, wanakwenda kulalamika tunachinjwa mno. Lakini sisi tafakur ay tafakur saa khairu min ibadati 1000 sana. Mtume Muhammad aliposikia Sayyidina Ali anasema la ibadata ka tafakur, hakuna ibada yoyote inayolingana na tafakur. Mambo yetu yote yanaharibika kwa sababu tafakur. Hata shahada imetoka katika tafakur. Baada ya kuangalia samaa wal ardhi, shamsu wal qamar wan nujum, al-ashjar, bari wal bahari, ukasema yupo anayeumba, aliyeumba. Wallahi ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah imetoka katika kufikiri. Inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin ulil albab. Al-albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nari. Wewe una habari? Wewe unashinda tu kuta. Nachonga mipini yangu. Unafanyaje? Mungu Allah hana mwanzo kwamba alianza namna fulani akaanza kuitwa Mungu, wala hana mwisho kuwepo kwake. Allah. Ndio tunamsifu hapa, tunamshukuru hapa Allah. Na Mwenyezi Mungu anasema la in shakartum la azidannakum. Mkikaa mkinishukuru neema zile za Mwenyezi Mungu na hali mulivyo nyinyi, inshallah nitawazidisheni fadhila, nusura, baraka katika nchi yenu. Msubiri siku aliingia Madina, wallahi hakuna mahala, hakuna siku ambaye imekuwa upepo uliokuwa laini. Sio upepo wa vimbunga watu wakaanulia mpunga wao umeanika unga wao, hapana. Ni upepo laini wa salama wa kiburudisho kama unavyoona leo. Insha Allah taala, Mungu atujalie. Amin. Inshallah. Mji wa Makkah Madina wallahi ulitulia ule mji. Halafu baadaye ikaonekana inameta nuru. Inshallah kuingia Mtume Muhammad. Kila mmoja alikaa sawa. Anaingia al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kazi gani kafanya? Mtume Muhammad hakuna kazi alianza kufanya al-masjid. Tumsalie Mtume. Ndio maana tuliwaambia wakadiria tusiwaribu kadiria, ushadhilia. Adhuhuri tayari, al-asri tayari, halafu wanadhikiri tu anasema tugawanyike. Siku moja nilikuwa ni matatizo, niliwaambia basi tugawanyike, wengine wakaswali wengine wakanini. Hii ni swala kama Allahu Akbar, akachukulia aya ya jihadi, sema wengine ilikuwa na rukui wengine wakitazama kule. Hapa tuko katika jihadi. Kwa hiyo hii ni hali mbaya, hali ambayo tutazomewa na watu wasiojua dini. Leo nimefurahi sana wallahi. Shekhe wa maafali, Mwenyezi Mungu akujalia akupe thawabu. Amin. Inapofika wakati inna sala kanat ala almu'minina kitaba mawquta, hakuna tena hoja. Unaambia watakutaraka sunna, ukuangalia saa au ghafla umesahau Allahu Akbar
Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illa Allah, anaqimu, basi achilia mbali. Ingia katika fardhu, tumswalie Mtume. Waislamu tunachezewa. Uislamu ni kwamba hatuelewi kwamba namna gani Qur'ani tumeiweka mbali. Neno hii Qur'ani, kitabu al-qiraa, kitabu cha kusoma, wal hifdhi, na kuhifadhi, wa tadabbur, na kuzingatia, wal amali, na kutumia, kisha baadaye wa taalimu, na kufundisha. Mambo matano. Tumswalie Mtume. Al-qiraa, wal hifdhi, wa tadabbur, kuzingatia ma fi al-Qur'an. Sio hivyo tu, wal amali, na kutumia, wa taalim, na kufundisha Qur'ani. Tusomesheni Waislamu Qur'ani, tutaipata radhi yake Rahmani. Tusomesheni Waislamu Qur'ani, tutaipata radhi yake Rahmani. Tusomesheni Waislamu Qur'ani, tusomesheni Waislamu Qur'ani. Tukiacha kusomesha Qur'ani, tutaikosa pepo yake Rahmani. Tukiacha kusomesha Qur'ani, tutaikosa pepo yake Rahmani. Tusomesheni Waislamu Qur'ani. Mtume Muhammad analetewa nini? Hakuletewa sala, hakuletewa zaka, wala hija, wala somo Ramadhani. Akaambiwa iqra Muhammad. Jibril alayhi salam anamwambia iqra. Ma ana biqari, mimi si msomi, sijui kusoma. Akarejea tena iqra, soma. Ma ana biqari. Mara tatu akabana Mtume Muhammad kijasho. Kujua anachopewa ni msingi. Iqra bismi rabbika alladhi khalaqa al-insana min 'alaq. Iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Iliingia mfululizo hiyo, anasomewa Mtume Muhammad. Anaondoka Mtume Muhammad, anasema nimewaachieni vitu viwili vizito vyenye thamani. Akamuuliza vitu gani hivyo ya Rasulullah? Akamwambia kitabu Allah wa sunna, Qur'ani na mafundisho sahihi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qur'ani tumeweka mbali, vile inahitaji vituogope sisi, tunaviogopa kwa sababu hatuna ile hali ya silaha ya Qur'ani. Qur'ani ni dawa, Qur'ani ni shufaa, Qur'ani ni nuru, Qur'ani insha Allah taala ndio muongozo. Tumeswalishwa pale na nani shekhe aliyeswalisha? Yupo hapa? Naam, yupo. Haipo, katoka kidogo yule pale. Shekhe aliswalisha yule. Ndio imamu wetu yule. Imamu wetu yule. Ndio. Yule alikuwa anaswali na sisi na imamu tumemtanguliza pale. Lakini nini tumemtanguliza pale? Tumetanguliza Qur'ani. Ndani ya kaburi uweze kumtaja yule. Man imamuka? Yusufu Suleiman Yahya. Tumswalie Mtume Qur'ani imam. Ilikuwa sijajenga, sijanunua, sijauza, sijasafiri. Wallahi imamu niye kiongozwa, nimeongozwa na Qur'ani. Tumswalie Mtume Muhammad. Kama angekuwa hajui Qur'ani, wallahi kila mmoja angeswali peke yake. Kumpa mtu hajui kitu. Lakini al-Qur'ani tumswalie Mtume. Mimi nipata habari, sijui ya uhakika au namna gani, lakini nasema inawezekana. Rufiji huko mpaka Mafia huko Kapa wamekufa kiu. Ndio Rufiji hapa Kambale wamekufa kiu. Kazaliwa mle yupo maji hapo, lakini kazaliwa mle na amekufa. Chaji wanaokota wapi? Majafaa kwa majafaa inshallah utaona. Ukitaka nenda huko.
Kama haikubaliki, kwa nini sisi tunakufa kibudu? Ummati Muhammad kwa nini? Kaletwa mtume mstaarabu, mtume Muhammad kapigana jihadi. Ukenda leo Maka al-Mukarram, nenda Uhud, Handaq, Zamzam, Maqam Ibrahim, Jamarati pale. Ukenda Allahu Akbar, mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapigana vita na masahaba kufa na kupona. Yeye aliposikia Kiarabu kirda ajinga huko ajuji. Inna lillahi Muislamu huyo kaozeshwa kadhaa mtoto huyu, wallahi anaitwa kirda yonda sikia huko mtu mjinga kamwita mtoto wake, wewe unasikia mimi mtoto wangu mume wangu na bora awe kirda. Lakini aliyomwita kirda mtoto wewe anajua nini huyo? Allahu Akbar. Habari mzito wallahi. Nasema nisifilisi wakati wa wenzangu, niseme bora asali kula kwa kidole. Shekhe wangu aliniambia ukichukua bakuli utashiba tu, lakini hujafaidi. Badilisha kidole chako, utafyonza utasema sio kidole kile kile. Wallahi ninaona bora tuchoke, au sio? Si madarweshi tuchoke kuzungumza, lakini hadhara darweshi, hadhara ya mashekhe, hadhara ya wote sisi. Jamani, Uislamu si wa Waarabu, Uislamu si wa Ajami sisi, Uislamu si wa Wamwela, Uislamu si wa Wandengeleko wala wa Wangindo, Uislamu si wa wazee, Uislamu si wa vijana, Uislamu si wa wanawake. Inna dina inda Allahi al-Islam. Kapanga Mwenyezi Mungu katika kutuumba sisi, taratibu ya maisha yetu, kuuza kwetu, kununua kwetu, ni sharia aliyeiweka Mwenyezi Mungu katika kitabu, katika maneno yake aliyomshushia Mtume Muhammad. Sisi leo inataka tuwe wamoja, vijana na wazee wao, vijana na wazee wao. Hakuna ukabila wa kwamba ikiwa hivyo. Ndio maana mmenikaribisha. Mimi nashajua haya, hii shekhe umejua sana wallahi. Zamani nilikuwa Mndonde anaheshimika huko. Mndonde akisema sana wenda Ndonde. Hata pakolala tu atupati sisi. Na mkifika kula anasema hao si wala nyama tu. Bwana uchu wa mwela hata. Allahu Akbar. Tunasemana. Sasa hivi poa kabisa, alhamdulillah. Karibuni ni wale mnasubiri. Ali Libengwa ni mke wangu wa kwanza, nimeoa pale, Fatuma binti Linyenje au Mkwenda. Malalamiko na hawezi kuchagua, kila mzee anataka azungumze naye, kijana azungumze naye, hana kibri. Yeye ni mfalme, kachukua dola ile, kendi mwenyekiti wa nchi ile. Wallahi ukimwona mpole, wallahi baba ujambo, una shida gani hivi na hivi, njoo ofisini kwangu, basi ujue huyo mwenyewe kamkirimu sana. Pesa zake kwa ajili ya Allah, na baadaye ukisikilia malalamika kwake atakupa, hana atakujibu vizuri. Na Shekhe jamani, mwogope sana mwenye ilmu, amthamini mtu. Ukimwona amemthamini fiwa na kaka yangu, naomba tafadhali shekhe uje niziki. Asante sana bwana. Asubuhi akaenda kule. Kwenda kule maisha amekoshwa tayari. Ameweka sanda. Amesaliwa, akatokea mgeni. Pale anatokea mgeni, jeneza lile wanainua mgeni anaingia pale. Hapa kuna mazishi, akaingia na yeye. Sasa ile nguo ile funikwa jeneza, huku miguuni huku inshallah taala kumefunuka kidogo. Kwenda na waleta adhikari, shekhe katangulia, lakini yake angalia, unaona mbona kama inacheza huku nyuma kwa ajili ya mwendo huu au namna gani? Akasema hapana, kuna kitu kinataharaki. Tueni jeneza, wekeni chini jeneza, tafadhali wekeni chini. Wakigeuka wamfahamu, wekeni chini jeneza. Paka shekhe anasema nani huyu? Wale wakaweka chini, kuweka chini. Yule mgeni akaenda kusikiliza upande wa kichwa. Kichwa si kinatangulia mbele. Akaenda kusikiliza. Akasema sijafa bado. Ni nzima. Tumsalie Mtume. Sauti tu haitoki kwa sababu ameumwa sana. Kumbe yule
alizimia tu baada ya kumtiatia mambo ya osha akaamka, lakini sasa kafungwa ndani ya sanda na anasikia habari zile za kuzikana. Wote takibiri hizi namna gani? Yule bwana akainuka akasema, shekhe, jamani, njoni. Huyu bwana anasema hajafa hapa. Wewe usizue habari wewe, shekhe yule. Mimi jana usiku saa 4 usiku wamekuja vijana wake ndugu zake kuja kuniambia mazishi, huyu bwana amefariki. Tumemkosha, amekoshwa, ametoa ndani ya sanda, tumemswalia, sasa tunakwenda kuweka. Ainueni jeneza. Utamandaki ndio. Basi yule akakata tamaa. Hakutoa tena sauti. Wakaenda kumzika maiti hai. Ndio hivyo hivyo. Kwa sababu ya ugeni yule. Kwanza alianza kuuliza, mnamfahamu? Hatumfahamu. Usichezee bwana. Unasimamisha jeneza. Jeneza enda haraka, kisha baadaye kuweka jeneza chini. Unajua makosa. Mkali kama pilipili. Wakainua jeneza wakaenda kumzika. Ndio mambo yenyewe haya. Allahu akbar. تلك دار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. صدق الله العلي العظيم. هي توجه تفسير الشيخ wangu huyu. Wallahi wenye pepo yao ndio hawa, si tunadhalilika. Ndio utaona dhalili kabisa, wataki kujitukuza. Hapa ni afya. Wewe Mwenyezi Mungu, baada ya afya tunaomba tuwe na imani ya Uislamu, nuru ya Uislamu, baraka ya Uislamu, tuishi katika Uislamu, tufe na Uislamu tahta liwai Muhammad يوم القيامة مع الأنبياء والمرسلين والأولياء والأتقياء والشهداء والصالحين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. آمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الصاحب التاج والمعراج والإبراك والعلن. اللهم دفع عنا البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم، جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى لصباح الظلم جميل الشيان شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل حادمه وإبراك مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وخاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده. سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغاربين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد ثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في دارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى ثقلين أبا القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله. يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وصحبه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. اللهم اغفر لنا واغفر أهلنا واغفر جميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها. ولا حول ولا حول ولا حول وصلى الله عليه